vyakula vinavyotoka Afrika na ulimwengu kote na vitu vingine vyote ambavyo vinatoka nje ya Marekani vitakuja kupanda bei. Ukienda sokoni utakuta vitu vimepanda bei obviously. So unajiuliza kwa nini vitu vinapanda bei? Ikiwemo sombe, dagaa, mkeke, samaki na mandizi ale ya Uganda, na ikiwemo ile fufu, akabanga, ile pilipili ya kutoka Rwanda na vitu vingine vyote ambavyo vinatoka kule Afrika vitakuja kupanda bei, na manguo ale vile vitenge ambavyo watu wanakuwa wananunua kutoka kule Afrika vitapanda mabei. Ukiangalia on Liberation Day ilikuwa mwezi wa 4 tarehe 2 2025. Trump alikuja na kitu ambacho kilitikisa dunia yote mzima. Aliweza kuanzisha kitu inaitwa tariffs. Kwa ufupi, tariffs ni taxes ambayo ina apply kwa kila kitu chote kinatoka nje duniani kote kinaingia Marekani. So, nataka katika video hii tuweze ku-explain tariff ni nini, unafanya kazi kivipi, na kwa nini unapasha kuwa worried, na kwa nini unapasha jua hii kitu. Ni vitu gani vitakuwa affected na hii matariffs? Jameni, na watu wangapi ama nchi gapi ambazo wanakuwa affected? Na kwa mwisho tutaweza kuambia, tutaweza kudokezea kwa nini dunia mzima imeshimama ikasema Trump hivi tunapasha simama, na hata akachukua hatua fulani hivi ili aweze ku-appease watu ambao wanalia kwa sababu ya tariffs. Hapa mbele yangu niko na karatasi nyingi sana hapo unavyoziona. Hizi karatasi ni katika nchi zote za dunia na mabadiliko ya mataksi, yani ushuru watakaolipa wakati wataingiza kitu hapa Marekani. Yes. Katika nchi za Afrika zote, karibu zote zitalipa 10%. Yani on average, kila inchi duniani italeta kitu, yani ile ya kidogo ni 10%. Itakuwa ni 10%. Na ukiangalia kuna shirika moja ambayo ilikuwa mbele, ambayo inaunganisha masoko yote ya Afrika, ambayo inaitwa AGOA. Yes. Ile AGOA ni shirika ambalo lilikuwa limetengenezwa kwa kusaidia zile nchi za Afrika ambazo bado zinajiendeleza, zile yani tuseme tu nchi maskini. Yes, hako kakito hapo. Ili waingize vitu hapa Marekani bila kulipa ushuru wote ule. Walipe 10% kidogo. Lakini Donald Trump amekuja akasema hivyo vitu mimi sitaki. Kama nyinyi mnanichaji taxi kwa vitu vinavyotoka hapa Marekani, kwa nini mimi nisiwachaji? Hajari kama wewe bado ni nchi ambayo inajiendeleza au kama ni nchi ambayo imeshakuwa na maendeleo. From one way, okay, obviously siko namsemea. From one way alikuwa iko na nasema kuna ana haki. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia nchi nyingi unapotaka kitu Marekani, unakibeba kule katika nchi yenu, my friend, wana tax kubwa sana. Ukiangalia kama East Africa, Tanzania kuleta kitu kutoka Marekani, I think it was between 10 to 25%. Sawa? Ukifika Rwanda walikuwa wanakucharge 10%. Ukienda Kenya wanakulipisha 10%. Ukifika Congo wanakulipisha 22%. Imagine. Unaona? So ukiangalia kama mainchi kama South Africa walikuwa kulipisha 25%. So hivi ni vitu ambavyo Trump amesema America first. Tunakuomba kitu kimoja kwanza, bonyeza kadude ka like na kisha usubscribe kama hujasubscribe. Unapoangalia ndani ya nyumba yako, asilimia 60 ya vitu ambavyo vinavyo ndani ya nyumba yako utakuta made in China. Hii pepa ambayo tunachukua hii ni made in China. Microphone is made in China. Donald Trump ameipiga fimbo ya kichwani China sasa. Amesema watalipa 125%. 125% ya vitu vyote ambavyo wanaingiza. Imagine unapoenda sokoni, kila kitu unaangalia made in China, kinatengenezwa China. Kukiingiza hapa Marekani itawakosti sana. Ndio maana kila kitu itakuja kupanda. Na unajua katika masoko ya hapa Marekani na makampani hapa Marekani, vitu ambavyo wanatengeneza viko bei sana. Kwa sababu wafanyakazi wanakuwa bei. Exactly. So I think this is really important tuweze kuzungumzia. Kwa nini? Kwa sababu nakutana, for example, here unatumikia saha maybe per hour wanakulipa $15, $17 ama $25. Sawa? Ukienda kwa China, mfanyakazi
kwa mwezi anatumika by the way wa Chinese wanatumika sana au 12 hours wanalala katika company, yani wanalala mule muizine mule ndani, yani mule mu industry wanalala mule wanabaki. Ukienda kama kwa hii nani Apple kwa hii manufacturing ya Apple Apple hao imewatengeneza na manyumba wanakapa huko. Yani hao wanatoka katika wanatoka nyumbani wanatumika kazi 12 hours. Wengine wanafanya double shift. Wow. Wanaenda wanalala wanarudi katika company. Ndio maana unakuta vitu viko cheap. Wanasema for example an iPhone ambao tunauza huku tunanunua huku 1000 maybe 200 400 200 China huko China yani Apple inatengenezea $450. Simu wanauzisha 1200 na 1400. Yes. Wanakuwa na wao gharama zote $400. Yani wameweka marketing, wameweka wafanya kazi, wale wanaweka software, kila kitu $450. Wanafika hapa wanatulipisha 1200, ukifanya upgrade wanakufikisha hata 1500. Sasa hivi kama ima tarifu inaongezeka inaweza kufika hata $2000 ama $3000. Yes, kwa simu moja. Nataka tuangazie kuhusu AGOA. Kwa nini East Africa zilikuwa na benefit, right? Vitu ambavyo vinakuja huku Marekani, na ndio maana tulikuwa tunauza sombe, tunanunua sombe, tunanunua dagaa mkeko kwa bei ambayo iko at least kidogo vizuri, kwa sababu AGOA ilikuja na objective moja ya kuweza kusaidia hizo nchi ambazo ziko katika yani nchi maskini, let's say nchi maskini, ili wapatie percentage ambayo haivuki up to 5%. Kwa sababu ukiwa unaangalia kama unga ulikuwa unakuja kama 5%, usombe ulikuwa unakuja 3%. Kuna vitu ambavyo kunakuja vitu kama yam, wanaita yam, ilikuwa unakuja 0.3%. Sasa hivi jameni, nataka tunisomee inchi kama 10 haya ambazo zimekuwa affected. And here we are talking about how hii tarifu ina affect businesses hapa Marekani. Na kwa nini vitu vinapanda bei, especially vitu ambavyo vinatoka Afrika. Tell me some of hizo za Afrika. Tanzania nini? Ngoje tuangalie. Tukiwa Kongo, by the way Trump alikuwa amesema Kongo waipatie 11%. Kwa sababu ina charge 22%. So nimeona sasa hivi mapitio inasema itakuwa 10%. So tunaangalia Mozambique wanaipatia ilikuwa 16, imekuwa 10%. Tanzania imerudia ku 10%. Obviously kwa 10%. Tukiangalia kama Rwanda imerudia na ku 10%, Uganda 10%, Kenya imekuwa iko 10% kwa sababu they always do 10%. By the way nimeangalia Kenya wana export up to 7.4%. That's good. That's really good. Kenya inafanya business na Marekani sana. Ukikompea kama Burundi inakuwa kama 3% hivi. 3.5% hivi. Rwanda ni kama 5% ya GDP yao. It depends also on the countries. Congo wana ni 1.5%. Yani kufanya business na haifanya business kubwa sana na Marekani. Anyway, hizi mainchi zimeendelea, hizi mainchi ambazo ziko nani zinashikaza. Nataka uchukue muda ufikirie kwanza. Ujue wakati taxes zinapanda anayeumia ni mwananchi. Yes, anayeumia ni wewe na mimi. Sisi tunaenda kwa tunanunua vitu, tunalipa kitu. Ule mfanya biashara yeye mbele ya kutia bei pale kwa ile shelves zake pale ambapo anabotea vitu, anakuwa ameshaangalia nimekinunua hela ngapi, nataka faida ya hela ngapi, unaona? Mwenye anakuja kuteseka ni mwananchi wa kawaida. Serikali ya Marekani ndo hii ya utawala wa Trump, yeye amekuja akasema hizo nchi ndo zilipe taxes, lakini ukiangalia kwa makini mwenye atakuja kulipa hizo taxes ni sisi. Sisi watu ambao wako hapa. Na wale ambao wanafanya biashara kutoka kule Afrika au duniani kote watahangaika sana. Kuna njia ambazo watakuja kuteseka kwa sababu kwa vitu vyote ambavyo wanakuwa naingiza hapa Marekani, ujue kuna nguo zinaingia. Na nchi kubwa ambayo inaingiza nguo hapa Marekani sio hapa Marekani zinatengenezewa. Nguo nyingi sana zinatengenezewa Italy, zinatengenezewa China, zinatengenezewa Bangladesh, Vietnam, unaangalia made in Vietnam, lakini naisema 90% is made in China. Tukienda kwenye viatu vile ambavyo unakuwa unajua majina za Nike, za Jordan, zile hazitengenezewa hapa Marekani. Wanazitengenezea nje ya Marekani kisha vinakuja hapa.
the way. Umeshapata picha. Umepata exactly hiyo picha. Umeshapata picha jinsi gani maisha yake atakuja kuwa magumu kwa sababu vitu vitakuja kupanda bei ukitoa hata hivyo vyakula ambavyo unakuwa unajua. Unaweza kusema mimi hivyo vyakula nitabiacha nitakula vyakula vya Marekani na kuvaa utaacha. Yani utashinda kuvaa travel. Think this way, even yani sisi hata wafanyakazi watakuwa expensive kwa sababu wanakuambia kwamba parts ambazo ziko katika ndege some of them zinatengenezewa katika nchi zingine ambazo haiko US. Obviously US inaongoza kwa technology na maparts na vitu vingine, lakini there are some of the things that huyo mfanyakazi ambaye anatumia kwenye ndege, chakula ambaye anapika, chakula, kumbuka hii chakula inatoka kama ni China kama ni Mexico, itatuma vitu vinapanda bei. Hii avocado ambayo tunakula inatoka Mexico, right? Angalia hii asali. Asali zinatoka nchi nyingine, onions zinatoka hai nyeupe tunakula hii. Zinatoka China. Angalia hii simu, hii iPhone huko unaangalia hapo sasa hivi. Inatengenezewa China by the way. Haitengenezewa Marekani. Ukiona kwenye nyuma ya simu yako wanasema designed in California, made in China. Kaangalia zile TV, hiyo TV ambayo kunatumia kwa sasa hivi ni China. Zinatoka China. Ukiangalia karibu vitu vinatumikiwa nje ya Marekani kwa sababu hapa Marekani labor work, yani wafanyakazi ni bei sana. Na regulation ya nchi hairuhusu wa Marekani kupunja wafanyakazi kwa sababu hizo regulation zipo ndio zinasababisha watu kwa hizo company zao wazipeleke nje ya Marekani ili wawalipe vile ambavyo wao wanataka kwa sababu kule hakuna regulation ya wafanyakazi. Na wale wa Afrika ambao wanaleta vitu hapa wanavileta viko vimeshatengenezewa tayari kama ni hivyo vyakula sombe zimeshatengenezewa kwenda kuchukua zimekatiwa ni kutia mfriji au kutia mchungu na pika, lakini ujue utakuja kulipa price. Na huyo Trump huyo ambaye unasikia sio mtu wa kawaida kwa sababu hivyo vitu vyote anafanya kwa lengo. Na wakati sheria ya Marekani inapita kwa kitu sio kitu ambacho wanapitisha kwa huyu mwaka, wanasimamisha kwa mwaka mwingine. Inakuwa ni miaka na miaka. Obviously regulations ambazo zinachukuliwa even na administration ya mpya kuweza kusema sasa hivi tuna tariffs, it takes time. Kumbuka kuna regulations zikishaandikiwa zikishakuwa signed, it takes time ili uweze kuzirudisha. Na naweza kukuambia kwamba for example wakati Trump alitoka kwenye presidency ilichukua muda wa Democrat kuweza kusaidia kufanya nini, kuweza kurudisha vile vitu ya mbele. It took them like 3 years. By the time wanatafuta vitu wavimalize vyote, kuna mwingine Republican anakuja na anaongeza anapoda tena. So the final product ama the final consumer ndo ako na shida kuhusu consumption ya hizi matarifa ambayo tumekusomea hapa. By the way, watu wengine wanatuuliza kwa nini tunatosha hapa information. Please read the information. Tutakuwa naweka ma source hapo chini. It's everything online na iko kwenye news. You can read them yourself. Tunajua kila mtu hapa Marekani, hasa watu ambao kwa Marekani au hata ukikuwa nje ya Marekani, hawana muda wa kusoma news, hawana muda wa kwenda kwenye internet wafuatilia habari. Lakini ukikuwa unaweza kufuatilia habari, the sources zipo za kupata habari za ukweli bila kutishia watu, bila kudanganya watu. Hivi vitu ambavyo tuko tunawaambia ni vitu ambavyo vinasababisha mtu kujiandaa mapema kabla hujaangukia kwenye shida, kwa sababu kama vitu vitakuja kupanda bei, wewe unapanda unaandaa kwenda kununua vitu sokoni, unapaswa kuwa makini kwa sababu huko mbele ukienda tu hivyo na wazia kitu utakinunua $100 utakuta ni $120, $150. Ile kidogo mbao unaona wanaongeza itakuja kukuasiri. Kumbuka kazini kwako hawaja kuongezea. Wataongeza mshahara. Na mwa hii economy wataongeza mshahara kweli. Hawakuongeze. Ndio. Kwa sababu huyu mfumo Trump alisema Americans first, anataka hizo companies zote ambazo ziko zinafanya hizo business huko zikuja hapa Marekani. Lakini ukweli ni kwamba wakileta hizo companies zote hapa Marekani, vitu vitakuwa bei zaidi kwa sababu kitu chote kinachotengenezwa Marekani wanakuwa nasema kiko original. By the way, you have to think this way also. kusema leo Trump aamuke aseme eti tunatia prices vitu vikuja Marekani at expensive prices. You cannot, hawezi build
industry. Yani hawezi niambie wapi ushaona unaweza kumalisha avocado Marekani within miaka 3? Hakuna. Haviwezekani. It's impossible. No. So najiuliza dazi mandizi unaweza kupanda mandizi mwaka mmoja na yanakumalia hapa Marekani. Kwanza hapa Marekani utapanda kwenye state gani? Kwenye state gani? Baridi kuja zinaoza zote nini vinaoza. So we have to think this way. Jinsi mwenzangu amesema hivi, economy inakuwa tough, vitu vinakuwa expensive. Ukiangalia sasa hivi masoko yote ambayo online ambao tunanunua mastock yameshuka. Yote yameshuka kwa sababu ni kama mshtuko ya ulimwenguni kote. Kila mtu ambaye yuko na pesa yake anafanya nini? Anataka kuweka kwenye mfuko. Nobody iko ready kufanya investment zake kwa sababu people are afraid that hata market inaweza kufanya ni crash. Ndio. Ni kweli Donald Trump amefanya maamuzi yake na timu yake wakikuwa makini sana, lakini acha tuangalie kwanza maisha ya kila mtu, jinsi gani alikomaa na jinsi gani anaendelea kupata riziki yake ya kila siku. Tunapoangalia Trump ni mtu ambaye alikomalia kwenye familia ambayo wana hela na hawajawahi kuhangaika kupata chakula mezani, hajawahi kuhangaika kupata maziwa ya kupatia watoto, vitu kama hivyo. Sasa yeye anakuwa anaangalia kwa miaka 10 ya mbele. Ali makampani kisha kuja hapa, watu watapata kazi. Watapata kazi. Absolutely, miaka 10 kabisa. Kwa miaka 10 wakafanya implementation, economy itakuwa vizuri sana Marekani. Miaka 10 economy itakuwa vizuri kabisa kwa sababu kampani nyingi zitakuja kufanya hivyo vitu wanavitengenezea hapa Marekani, kwa hizo za simu za iPhone, hizo za Adidas, za Nike, magari, vitu vitakuwa kwa sababu atakuwa ametia taxi mengi. Talazimishwa wale watu walete mtaji yao hapa wavitengenezee hapa. Lakini hapo katikati mbele ya hiyo miaka 10 kuna watu watateseka sana. Ndio maana nimesema tuangalie maisha ya mtu kibinafsi, jinsi gani alikomaa, kwa sababu wenye hela watateseka kwa kununua vitu vya bei, lakini wana hela za kuvinunua, tofauti na mtu wa kawaida ambaye yeye kwenye benki yake hana hata 10,000. Una 10,000 kwenye benki, una 5,000 kwenye benki, utakuja kuhangaika kupata kale kasombe kako ulikuwa unapenda, zile dagaa kutoka Afrika, mkeke na vitu vingine vile, lakini ule mwenye hela zake atakuja kunani. Na hizo kampani ndio vitu ambavyo vinatoka Afrika hatutavipata wakuja kuvitengenezea hapa. Watalazimishwa kulipa zile tax, afu sisi ndio watuongezee. Sisi tutakuja kuzilipa. Sisi tunaenda kulipa kabisa. Hapo katikati kuna vitu vingi ambavyo kila mtu anapaswa kujifunza, ajue ni jinsi gani ya kucheza na huyu mfumo wa kipindi hiki. Haswa kama unajua ni mtu ambaye unapenda kununua nguo wakati kila mwezi kutoka Afrika unanunua vitenge, unanunua nini, unanunua vyakula vya Afrika, unakuta unapika vyakula vingine na mwanga, unapaswa kujirekebisha. I think we have to look this way, that consumption yetu ya chakula ambao tulikuwa tunanunua inaomba tuweze kukadirie, na kuweza also kama sisi wazazi kuweza kuongea na watoto. Things have changed. Jamani, haiko kama ile ulikuwa naamka unasema leo niende ni swipe ninunue sobe zangu niuze kandagaa nipige ugali kila siku. Hapana, because vitu vinaenda panda bei. Hiyo ndagaa ilikuwa nunua $10 itakuwa $20 ama $30. Hiyo ugali ilikuwa nakula kila siku ya $10 itakuwa $50. Kale kama mfuko ulikuwa nunua $30 itakuwa $70 to $100. So it's up to you kusema, je, economy hii nitaendelea kuigaramia from ile salary yangu ndogo au itakuwaje? Because you have to think this way. Sasa hivi sisi tunajua reality ambayo iko Marekani. Vitu vimepanda bei, by the way. Mimi tulipokuja hapa Marekani ulikuwa na $50 unaenda sokoni unauza chakula unahemea. Sasa hivi kama hauna $300 to $500 hawezi kununua chakula ya wiki. Haujaweka hata kama unatoa familia yako nje, sasa itakuwa even more expensive. On top of that one, sasa angalia vitu ambavyo huyu jamaa anatokea kwenye hii matarifu zake. So the last thing we have to think about is like, ni lesson gani tunaweza learn from this one, but also na habari nzuri sasa ya jinsi Trump naye aliweza kujirudia. Nyuma ya hapo wakati Trump ameona nchi zote duniani ziko zinapika kelele, zingine ziko zinasema
tuhurumie, hizo taxes tusilipe, business zinakufa. Nchi kama za China nazo zinasema ukinicharge hizo na mimi nakucharge hizi. Yes. Zingine zinakuja ukinifanya hivi na mimi nafanya hivi. Kwa sababu China walianzia 50, wakaenda 70. Yes. Sasa hivi ni 125. Marekani imefikisha 145. Yes, yani kama vita. Ni vita ulimwenguni. Wako vuta ni kuvuta. Masoko ya Marekani ambayo wanaita stock market, yote akapita na shuka. Yana akashuka. Masoko kishuka sana, manake economy iko vibaya. Yes. Kuna vita ambavyo haviko sawa, so masoko ni hakufanya reaction zao zilionyesha kama vitu vishuke. Kushuka nikisema masoko sio yale ya Walmart, ni stock market. Ndio nazungumzia. Sasa Trump akasema economy inakuja kuwa crash. Na wakati ta crash, kila kitu Marekani kitakuwa imeharibika. Sasa akasema okay, acha sasa nisimamishe hayo mataxi asikuje kukatwa kwa watu ambao wanaingiza vitu mwezi wa 4 tarehe 4 kama vile ambavyo alikuwa amepanga. Sasa alikuwa amesign tarehe 2 kisha tarehe 4 akasema waanze kufanya kazi. Akasema okay, na bisimamisha sasa. Kuanzia siku hii akasema nawapa miezi 3. Yes. Siku 90. Ili tuangalie cha kufanya kama vitaendelea waendelee kuzilipa au kama hawatazilipa. Ndo maana unapaswa kuanzia hapo kwa hii miezi 3 ujiandae. Nilikuwa nasoma hii kwa sababu ukisoma hii report it's almost 50 pages. China wameendelea ipiga hiyo tariff, hiyo taxes. China hakusimamisha. China hakusimamisha. Ndio maana sasa hivi kina TikTok wa Chinese wameanza expose companies za Marekani zile za luxury. Yaani sasa hivi ukienda kwa TikTok ile mikoba tulikuwa tunanunua 1000. Hiyo viatu tulikuwa tunanunua vya Nike 125. China iko wa Chinese wote wako wanaonyesha, wanasema jamani, kama unataka tukutengenezee viatu, kuja nikutengenezee viatu kwa $30, $20, $2. Kwa sababu hawa jamaa wameendelea kuwaluma pesa. So China imesema sasa hivi, na China, yani government ya China inasema hivi, tulikuwa tunaumia manchi za Marekani kutufanya vitu vyote vikoe fake. Sasa kuanzia leo mimi tunataka tujitegemee bila tunataka. Hatutaki kitu chochote kuhusu Marekani. Na hivyo China sumeangalia Canada na Canada ni fire. Canada amesema na sisi hatupendi kazarau ya Trump. Watu ambao kwa Canada watatuambia sasa hivi ukienda katika soko ya Canada wameweka wanasema made in US. Yani kusema wewe Canadian ambao unaangalia usinunue kitu chochote ambacho kinatoka wapi? Marekani. Yes, kwa sababu Trump amewekea tarifa ya 30%. Wanasema nao wamesema sisi hatununua kitu chochote ambacho kinatoka wapi? Canada. Marekani. Marekani. But also kitu ambacho kibaya kama chiko economy ya Canada unajua ina depend na Marekani, by the way. So yani nimeongea na watu wananiambia kwamba 80% ya companies zimecancel order zao Marekani. Yani Marekani wamecancel order zao Canada. Kwa sababu Canada is labor iko cheaper kidogo kushinda Marekani. So watu wanatengenezea vitu Canada kisha kama hizo masosi tomate, ukiangalia syrup, ukiangalia honey nyingi inatoka Canada, ukiangalia for example plastic nyingi zinatoka Canada. Wengine na ndio maana kukutana wa Canadian wengi kazi imepunguka. Ulikuwa unakutana mtu anafanya 5 days, wamemwambia tutakuwa kuja kazini siku 2 tu kwa sababu client wamepungua. So sasa hivi unapoangalia vita ipo inaendelea. Na by the way kuna vitu ambavyo tutaanza kosa sokoni for a while. Kwa sababu there is no way watu wamekata hiyo orders kwa sababu it's very expensive, by the way. Yes. Hicho ni kitu ambacho kila mtu anapaswa kujua, na kitu kingine ambacho naweza nikadokezea hapo. Mnajua soko ya Walmart asilimia 80 80% ya vitu ambavyo viko Walmart pale vinatoka China. Ndio maana unapaswa unapaswa kuwa na makini. Watu wengi tunakimbilia kule soko ya Walmart kwa sababu tunapata vitu vya bei nafuu ukilinganisha na masoko mengine. Lakini kwa bahati mbaya hicho kitu kitakuja kukosti watu wengi. Tutakuja kukuta hata Walmart vitu vinakuwa bei sana kuzidi masoko mengine, na tutakuja kuhangaika kupata vitu ambavyo tunakuwa tunahitaji kwa sababu tutakuwa tuna hela ya kutosha. Jiandae kwa sasa hivi, ukuwe makini wakati unaspendi hela zako, ujue unawekeza hela zako zitakazo kusaidia kwa hizo siku za mbele, kwa sababu huko mbele kutakuwa na mambo mengi sana huko.
By the time unaona hii video, by the way, before tufanye hii video nimekuwa nasoma Trump amejirudia yako, amesema also electronics ambazo zinatoka China anaenda kuzihurumia ziweze kuja kwa taifa ya zamani. Hii inakuwa ni simu, computer na hii kama TV but this is temporary for 90 days. Yani kwa miezi mitatu tu. Hapa miezi mitatu hajui kama kutakuwa nini. By the way, ili kitu ambacho unapaswa kujua kama unacheza, kama ulikuwa na plan ya TV, kununua TV, it's the time kununua sasa hivi before hii matarifu zote ziingie in effect. Kwa hii miezi mitatu ni kukusanya vitu ambavyo unakuwa unahitaji. Vile ambavyo naona vinatoka nje ya nchi. Uvinunue. Hatujasema mkimbilie huko masoko kununua kila kitu, kwa sababu kila kitu kitapanda bei. Ndio, vitapanda ndio, lakini na pale ukivikusanya ndani ya nyumba yako vitakuja kuoza, vingine vitakuja kuharibika. Utakuja kukuta ni zile hela tu zimeenda bure hivyo bila kutumia hivyo vitu ambavyo umenunua. So thank you so much, na tunasema tena, please go ahead and subscribe uweze kuangalia video, na kama unapata value katika video hii please tumia wenzako uweze na kusubscribe na wapate habari kama hii. Na kama una swali unaweza kuandika hapo chini, na ukitaka kujua mambo mengi zaidi usikose kuwa mmoja katika wanachama wetu kwa kubonyeza katika dude kekundu subscribe please. Tafadhali tunashukuru sana na Mungu aweze kubariki. Thank you all for watching this here video.